Baba tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Jema kabisa. Pole kwa mara nyingine kwa msiba. Asante sana. Ndio baba. Uliwahi kufanya kazi na baba askofu pindi ukiwa katibu wa jimbo, alikuwa ni mtu wa namna gani? Asante kwa swali lako. Akiwa kama ni askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam, Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo alikuwa ni mtu ambaye anatambua wajibu wake kama kuhani kwa jimbo kuu la Dar es Salaam. Kwa hiyo katika tafsiri ya alikuwa mtu wa namna gani, alikuwa ni mtu mwenye wajibu mkubwa na kujitoa kwa namna ya pekee kwa jimbo kuu la Dar es Salaam. Alikuwa ni mtu ambaye anakuwa halipo, manake alipenda kuwepo Dar es Salaam na alikuwepo Dar es Salaam kwa maana ya ule moyo wake na utumishi wake. Kwa alikuwa mtu ambaye anajituma na mtu ambaye alipenda kuhudumia kama kuhani kwa mitazamo na kwa maono ama vision katika kuongoza jimbo letu kuu la Dar es Salaam. Alikuwa mtu wa namna gani akisimama kama kiongozi, mshauri, au wakati mwingine wakati akisimama kama mhukumu wakati wa kuchukua maamuzi? Kama kiongozi ni kwa mfano wa Kristo ambaye ndiye kuhani mkuu. Alihubiri kwa misingi ya kanisa, lakini kwa neno la Mungu na hata kushauri. Alishauri kwa kadiri ya mafundisho ya kanisa na kwa kadiri ya neno la Mungu. Na katika kushauri manake kuna kushauri watu kiroho, lakini pia hata kwa speech zake, kauli zake. Alikuwa mshauri pia hata kwa taifa, namna ambavyo anaona inapaswa kuwa. Na sasa inakuja kwenye kukemea. Kukemea ni pia kwa mfano wa Kristo, sababu Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo yeye alikuwa ni amesoma maadili au nasema theology. Kwa hiyo alikuwa ni mtu ambaye alipenda kuona watu wanaishi na kufanya bidii ya kumpendeza Mwenyezi Mungu. Na kutokana na kuwa yeye ni mtu amesoma juu ya maadili na kusimamia maadili mema ya namna ya watu kuishi, hata namna ya watu kuongoza. Kwa hiyo alikuwa pia akionekana kuwa ni mhukumu. Hata kwa mfano wa Kristo mwenyewe alivyoona watu wanafanya visivyo kanisani, manake alipindua meza, alifukuza watu. Kwa hivi pale alipoonekana kuwa na hukumu ni pale alipokuwa anaona maadili ya kanisa au maadili kwa ujumla, mwanadamu anavyopaswa kuhusiana na Mwenyezi Mungu, imekuwa visivyo. Sawa. Zipo nyakati alitafsiriwa kuwa kiongozi mkali sana katika kanisa, alipokusudia kukemea jambo. Wewe binafsi uliwahi kumhoji hivyo katika au kumuona akiwa katika nyakati hizo ulizofanya naye kazi kwa karibu? Ni kwa namna gani hii? Kuongoza watu kunahitaji hekima, lakini pia ndio hata Sulemani aliomba ili aliomba Mungu ampatie hekima ili aweze kuongoza watu. Na katika kuongoza watu kuna mitazamo tofauti wanavyokuona kama kiongozi. Na mara nyingi mtu pale ambapo kiongozi anapoeleza kitu kisicho sahihi juu ya mwenendo wako,
inatumika neno mkali, lakini kama shuleni masomo mwanafunzi unachapwa. Ndio. Kama umekosea unachapwa, na ukichapwa wakati ule unaona kama ni adhabu. Ndio. Lakini baadaye wengine wamemaliza shule na kusema kumbe yule mwalimu alikuwa anatupenda. Unaelewa? Kwa sababu kama tusingefanya hivi tusingekuwa hivi leo. Hata kwenye malezi anasema mama yetu au baba yetu alikuwa mkali. Neno mkali wengine wanalichukulia kwa maana hasi, negatively. Lakini ili uwe kiongozi lazima uwe na uimara na uthubutu wa kukemea. Na kuna kitu ikiwa ni jambo la linahitaji kuonyesha seriousness, lazima uonyeshe kwamba hiki si sahihi, na ndipo hapo watu wanapotumia neno labda mkali. Naweza kusema unapaswa kuwa mkali. Kwa maana ya hiyo ya kurekebisha na kuwa tayari kukemea, kuwa na ujasiri kwa kitu ambacho kipo kinyume na maadili au unavyopaswa kuenenda mbele ya Mwenyezi Mungu. Mkuu wa Jimbo la Dar es Salaam Baba Askofu alionyesha uswahiba wa kiwango cha juu sana na Shirika la Kipapa la Utoto Mtakatifu. Kwa sasa Shirika la Kipapa, wewe kama mkurugenzi wa shirika hilo kwa sasa, ni namna gani umeupokea msiba huu? Katika ukaribu na Shirika la Kipapa amesema uswahiba huo kwa sababu inaonekana tunaangalia upande huo wa utoto mtakatifu kama moja ya mashirika ya Kipapa, na mimi labda naweza kawa najibu upande huo wa utoto mtakatifu. Lakini ukienda ukawauliza WAWATA, ukiwauliza sijui moyo mtakatifu wa Yesu, kila mmoja atasema sisi alikuwa ni zaidi sana kwetu kuliko kwa wengine. Katika sehemu ya swali lako kama shirika la Kipapa shirika la Kipapa la Utoto Mtakatifu, mimi kama mkurugenzi Jimbo Kuu la Dar es Salaam pamoja na walezi, lakini pamoja na watoto wenyewe, kwetu ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa maisha yake na kwa utume huo, na hivi tunamwomba Mwenyezi Mungu kwa yale ambayo yanabaki kama kumbukumbu yaweze kuwa ishara ya uimara katika utume huu. Lakini pia sisi kama shirika wanashirika la Kipapa la Utoto Mtakatifu, basi tunamwombea Mwenyezi Mungu amjalie ukamilifu mbinguni kwa utume huo, kwa hili moja kati ya mashirika ya Kipapa kama ulivyouliza swali lako. Shirika la Utoto Mtakatifu litayaenzi na kujivunia kwa bidii zaidi na litayafanyia kazi ambayo ameacha Baba Askofu. Shirika la Kipapa la Utoto Mtakatifu kama yalivyo mashirika mengine hayo ya Kipapa lina muundo na lina mwongozo na katika muundo wajibu wa kusali kwa ajili ya watu, kusali kuombea wengine. Takumbuka kwa sababu na mwenyewe aliungana daima na watoto kusali, ni kama swali ambalo lina jibu lake linajirudia kule kule. Lakini pia moyo wa utoaji, watoto wamejifunza kuwa na utayari wa kutoa kwa ajili ya watu wenye shida mbalimbali. Kwa mfano kama sasa kipindi hiki cha Kwaresma, utaona jinsi shirika hili la Kipapa pamoja na makundi mengine mbalimbali wanapokuwa na moyo wa utoaji. Lakini kitu kingine cha pekee ambacho tunasema kumkumbuka ni ule ukaribu wake na watoto. Kwa hiyo na sisi tunakumbushwa kwa karibu, lazima watoto wakuone mmoja wapo. Kwa hiyo Baba Mwadhama alikuwa na watoto na watoto walimuona kama sehemu yao, na hivi sasa ninapokuja ile kauli ya kusema sijui kwamba ni mkali, maana hata watoto wasingeweza kumsogelea. Lakini ni kwamba aliweza kujua lugha ya watoto.
Kardinali hakuwa anaongeongea sana hivi, lakini namna alivyokuwa karibu nao watoto walijisikia ukaribu wa pekee, na hasa alipenda hata kusafiri nao. Wakati amekuwa nao pamoja kwenye treni, watoto wameona kwamba huyu ni wa karibu yetu. Lakini pia kusali rozari na watoto mara nyingi kwenye shughuli za watoto hakupenda kukosa kwa kazi za nini za umisionari. Kwa maana hiyo pamoja na mambo mengine yote, lakini amebeba ule moyo, wanasema amekuwa na moyo wa kibaba. Kwa hiyo tunakumbuka kuwa baba, lakini zaidi sana ukija kwa watoto wenyewe wanamuona kuwa babu hasa katika maisha. Kwa hiyo anatuvutia katika maisha ya jamii, kujali wengine, lakini kuwa na umoja. Ni parokia Mtakatifu Yosefu walikuwa naye kwa karibu zaidi, kwa kuwa ndipo alipokuwa kiti chake, kwa bahati hata ofisi yake pia, na istoshe ni hapa atakapoagwa. Kwa heshima za mwisho, parokia Mtakatifu Yosefu ambayo wewe ndio paroko wake, umeupokeaje msiba huu na imejipangaje au parokia mmejipangaje kuwa wenyeji wa shughuli za kumwaga baba askofu?